Asante sana watazamaji wangu mahali popote ambapo mko, na wakaribisha katika kipindi chetu cha neno la uzima kwa TV yetu ya Pendo. Nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo nafasi nzuri sana ambayo ni kwamba wapendwa wote duniani wanasherekea, wako katika maandalizi ya kusherekea Pasaka, siku ya Pasaka ama sikukuu ya Pasaka ambayo kwetu kama Wakristo ni ya muhimu sana sana sana. So popote ambapo uko, na kukaribisha kwa hii kipindi chetu ili ya kwamba tukaweze kusherehekea pamoja, kwa sababu ni siku ambayo iko na maana sana katika maisha yetu ya Ukristo. Majina yangu kama kawaida ni kwamba mimi ni Askofu Simon Wekesa, natoka sehemu za Bungoma, na huduma ya Bible Restoration Ministries. Niko hapo kuna mahali panaitwa Chirukaka. Chirukaka iko on Kimilili Chwele Road, kutoka sokoni hapo, kanisa iko on the right, kutoka sokoni iko on the left. Hapo tuko kona, mahali popote ambapo kama unapita pale, tuko hapo tunatangaza habari ya Yesu Kristo. So karibu sana wapendwa watazamaji, mahali popote ambapo mko, na wale ambao wako mbali, nasema ya kwamba karibu sana ili ya kwamba tukaweze kuendelea pamoja katika sherehe hii ya Pasaka ambayo ni ya muhimu sana. Najua ya kwamba watu wengi huwa wanasherehekea sana Krismasi, lakini Pasaka iko na umuhimu kubwa sana kuliko Krismasi. Ningependa tuweze kudhibitisha katika maandiko, na Bwana atatusaidia tukaweza kuendelea. So katika kitabu cha Exodus ni kutoka mlango wa 12 mstari wa 14, tutasoma hapo alafu tutaweza kuendelea, kwa sababu ni vizuri kama Wakristo tujue msingi wa imani yetu, tumesimama namna gani. Si vizuri tuwe shika kitu ambacho hatuelewi. So katika maandiko inasema hivi, nitasoma kwa Biblia yangu ya Kiingereza lakini tutafsiri. Now that's Exodus 12 verse 14. The Bible says, "This is a day you are to commemorate or remember for the generations to come. You shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance." Yes. So the Bible says kwamba this is a day that you shall remember for all generations. So God is telling the Israelites that this is a day that you remember in your time, with all generations to come, because this is and you shall celebrate it. You shall celebrate this day. So wapendwa, ni kwamba kusherekea sikukuu ya Pasaka ni hatua ama ni neno ambalo linatoka katika Biblia. So celebrating Easter ni kwamba it has a biblical backing. Tunaposherekea Easter ama Pasaka ni kwamba tunasherekea kitu ambacho kinatokana na Biblia. Mungu mwenyewe anaambia wana wa Israeli ya kwamba sasa nyinyi mtasherekea hii sherehe ya Pasaka miaka yote, kwamba generation wa vizazi vyenu kwa vizazi, kwamba all generations ambazo zitakuja ni kwamba mtasherekea. Sasa ni furaha yangu kukaribisha katika Pasaka hii ya kwamba ni mapenzi ya Mungu ya kwamba watu wa Mungu tukaweze kusherekea sikukuu hii ambayo ni ya Pasaka, kwa sababu ni neno la Mungu, ni amri ambayo inatoka kwa Mungu. Vile nimesoma hapa awali ya kwamba many huwa wana highlight ama huwa wanainua sana Christmas. Christmas huwa iko na uzito sana kwamba kwa watu kuliko hii siku ya Pasaka. But nataka nikuchulishe ama kwamba nikuhimiza ya kwamba siku hii iko na umuhimu zaidi, kwa sababu siku hii inaachilia ushindi mkubwa katika maisha yetu ya Kristo. Siku hii ndio msingi wetu wa wokovu. Kama wewe mpendwa ambao umeokoka, so hii ndio siku ambayo inatupatia the foundation of our faith. So nataka kushukuru Mungu kwa sababu
wewe ambaye unanifuata na kunitazama kwa ajili ya hii kipindi ambacho kinaendelea. So kuna mambo ambayo naenda kujifundisha ya muhimu sana kuhusu hii siku, na jambo la kwanza nataka tuone ya kwamba is a biblical backing, kwamba celebrating Easter kwamba or a Passover has a biblical content, has a biblical backing. So si tu sherehe ambayo ni kwamba labda ya watu ama vile ambavyo watu wamechukua tu kama siku ya kawaida kufanya shughuli zao. Hapana, ni siku ambayo ina muhimu sana machoni pa Mungu. Mungu ndiye aliamrisha kwamba we have to celebrate this Passover day. So like in the Old Testament, they were celebrating because of the victory ambayo Mungu alikuwa ameachilia juu ya wana wa Israeli. Katika kile kipindi nacho tuliweza kuandaa na kufafanua the meaning of the Passover, but for today ni kwamba nataka tuangalie mambo ambayo ni ya muhimu sana kuhusu siku hii kulingana na imani yetu, kwa sababu Passover ni kwamba ni ile siku ambayo Mungu aliweza kuokoa wana wa Israeli kutokana na utumwa wa Farao ama utumwa wa Misri. So wana wa Israeli waliamrishwa kusherekea wakikumbuka how God delivered them from the bondage of the Egyptians, the way they were living slavery life, and now God came in to deliver them. Now in the New Testament, kwamba we celebrate this day as we remember the victory of our Lord Jesus Christ, kwamba Mungu wetu kwamba alituandalia ushindi mkubwa kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo, ambaye ni kwamba kupitia kwa siku hii yeye ndiye sasa aliweza kututoa katika ule ufungwa wa dhambi, na ni kwamba akatuweka huru. So we celebrate Passover, Pasaka or the Lord's Supper kwa sababu ya ushindi ambayo Yesu Kristo aliweza kutushindia pale Kalvari. Ni kwamba akapepa utumwa wetu wote wa dhambi juu yake na akaachia ushindi juu yetu, kwamba sasa sisi ambao tulikuwa sasa tumekuwa mateka, tulikuwa tumewatumwa, nao Yesu akatupepea na akatupatia freedom. So we are celebrating the victory, kwamba we are no longer under bondage of sin, but we have conquered. Christ has conquered for us, and therefore we celebrate the victory of the Lord who has conquered for us. So ni siku ambayo ni ya muhimu sana, ambayo ni kwamba tunahitaji tufurahie. Najua Christmas has issues, iko na debates, iko na mambo mengi ambayo huwa watu wanaongea ama wako theologians wako na maswali mengi, but this one is a clear picture to us, because kama haingekuwa hii, ni kwamba hata tuseme kama Yesu angesaliwa tu na hangekufa, ni kwamba hatungeweza kupata ushindi, hatungekuwa na msingi wetu wa imani. So siku hiyo mpendwa, ni ya muhimu sana, na ni vizuri tusherekee katika kutoka ndani mioyo yetu, tukiangalia ile kazi kubwa ambayo Yesu Kristo alitufanyia pale msalabani. So nataka tuendelee. Hiyo ni point ya kwanza ambayo nataka tuweze kuhimizika katika neno la Mungu. Nataka pia tuangalie kuhusu hii siku, umuhimu wa hii siku tena. There's something ambayo nataka pia tuweze kuangalia katika kitabu cha Exodus mlango wa 12 mstari wa 29. Mstari wa 29 inasema namna gani? And at midnight the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was a loud wailing in Egypt, for there was not a house without somebody dead. Mpendo mtazamaji, nataka tuweze kuangalia kwa neno ambalo tunaitwa judgment.
hukumu ni kwamba katika siku hii ya Pasaka ni kwamba tunaona hukumu ya Mungu ikiachiliwa juu ya wa Misri ama juu ya taifa la Misri chini ya mkuu wake ambaye ni Farao. Kumbuka ya kwamba wakati Mungu alipoita wana wa Israeli kwamba waweze kutoka Misri na waende kwa nchi ambayo wanaenda kumwabudu Bwana, Farao alikuwa na moyo mgumu, hakuweza kuachilia watu wa Mungu kwa urahisi. Kilichofuatia ni kwamba tulikuwa na miujiza mingi ambayo ilifanyika, lakini still Farao alikuwa mgumu sana kuachilia watu wa Mungu waende. Kuna miungu ambayo pia ilikuwa inamsaidia Farao kudhibitisha ama kuonyesha wana wa Israeli ama kuonyesha ulimwengu ya kwamba pia ako na nguvu. Na kumbuka wakati nyoka wa Musa alipoangushwa chini, wakati Mungu alipofanya kutumia Musa kuangusha kijiti chini, alafu ikafanyika kuwa nyoka, ni kwamba wakanga pia wa Farao waliweza kuimitate na wakafanya vinyoka vidogo vidogo hapo chini. So nguvu za Farao simpatia ujasiri na kiburi kuona kwamba hawezi kusubmit to the will of God. Now what happens kwamba hiyo hali iliendelea for some time. Now hapa tunaona kwamba ilipofika mwisho na kile kipindi cha mwisho ndio sasa kilikuwa kipindi ambacho Mungu aliinuka at midnight. Biblia inasema kwamba at midnight the Lord struck down all the firstborn in Egypt. So ni kwamba Mungu aliachi on that same day while Israel was celebrating the Passover, ni kwamba in the house of the Egyptians, katika nyumba ya wa Misri kulikuwa na kilio, kwa sababu ni kwamba Mungu, malaika wa Mungu alistruck every house, kwamba in every house any firstborn was there, kwamba iwe mwanadamu ama iwe kwa wanyama, ya kwamba kila nyumba ya Israeli ilikuwa na kilio, kwa sababu every firstborn kwamba ilikufa, kama ni wanadamu walikufa na kama ni wanyama walikufa. So the entire nation of Egypt, they were just wailing, they were crying, because nobody, hakuna yule ambaye angesema kwamba basi mimi naenda kulia mwenzangu, kwa sababu kila nyumba, Biblia inasema kwamba the last verse of it inasema kwamba hakuna, there was not a house without somebody dead. Hatukuwa kuna nyumba ambayo ilikosa mtu ambaye amekufa. Unaweza kuangalia ukaona kwamba je, hiyo ni picha sura gani ambayo inaweza kuachilia, ama hiyo sini ni sini aina gani? Ni sini ambayo ya huzuni sana na ni ya kushangaza. Na hii ni kwamba inaonyesha ama kutufundisha kwamba Mungu wetu, Mungu ambaye aliachilia ugumu. Mungu alionyesha Farao jinsi ambavyo yeye alivyo mkuu, na njia ya kumuonyesha ni kwamba aliachilia hukumu juu ya Farao na juu ya taifa la Israeli, not Israel but Misri, ili ya kwamba watu hao wajue ya kwamba Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli ndiye Mungu aliye mkubwa, ndiye Mungu ambaye mkuu, ndiye Mungu ambaye wa ushindi. So Mungu wetu ambaye alituumba, alikuumba wewe na alikuwa ananiumba mimi. Huyu Mungu ni kwamba ni mzuri. Huyu Mungu anatupenda. Huyu Mungu anatujali. Biblia inasema kwamba yeye ni mwenye rehema, mpole wa hasira. Yeye ni kwamba anatupenda, anatusamea makosa. Lakini kuna jambo moja ambalo unaposoma katika kitabu cha Numbers 18, inasema kwamba hawezi haachilie kile kiko unpunished, kwamba ijapokuwa yeye ni mpole wa hasira, yeye ni mwenye rehema, lakini haachilie mwenye makosa aende asiadhibiwe. So God punishes, God judges sin. Mtu anaweza fanya tu, lakini wakati judgment ya Mungu inapokuja ama time yake, Mungu huwa anaachilia judgment yake. Farao alifanya yale yote ambayo aliyoyafanya, lakini ni kwamba time ilipofika ni kwamba iliweza
hukumu iliweza kushuka, na ni kwamba nyumba ya Misri, every house, tunasema kwamba kutoka kwa palace mpaka kwa mtu wa chini, kwamba kulikuwa na kilio. So hii ilikuwa ni hukumu kali, na hii ni funzo kwetu mtazamaji, ya kwamba sometimes watu wengi wanachukulia tu rahisi kwamba Mungu ni wa upendo, Mungu hawezi kuchoma dunia, Mungu hawezi kunipeleka, hawezi yaani wako na slogan standing tofauti. But I want you to learn from this, ya kwamba Mungu ni mvumilivu. Alivumilia sana Farao, alivumilia sana Misri, wakafanya all that they wanted to do, kwamba wakafanya yote, lakini wakati wake ulipofika ni kwamba aliachilia hukumu kali. Angalia hiyo hukumu ya kwamba there was no house ambayo ilikuwa imekoza mtu ambaye amekufa. Hii ni hukumu kali sana, na hii ni funzo kwetu ya kwamba kweli kama hata vile Mungu ni mzuri, Mungu anatupenda, lakini Mungu huyu ni kwamba yeye haachi dhambi ikaendelea tu. Ni kwamba kuna wakati ambapo ataadhibu dhambi. Kuna kitu pia ambacho naweza pata katika Matthew 26 verse 24. Mathayo mlango wa 26 mstari wa 24. Najua hapa inaongelea kuhusu Yesu Kristo katika wakati ambapo alikuwa anaandaa pia hiyo Pasaka, wakati tule wa Pasaka. Let's see what the Bible says, ya kwamba verse 24. And the Son of Man will go and the Son of Man will just as it is written about him, will go just as is written about him. But who to that man who betrays the Son of Man? It would be better for him if he had not been born. Now, this is Jesus saying now. Who is saying this is Jesus? Now, haya maneno anasema when they were on the Lord's table, when they were sharing the meal. Na anaambia wanafunzi wake ya kwamba ndiyo wakati wangu wa kwenda umefika, lakini anasema who unto you, that person who is a betrayer, a man who betrays the Son of Man, a man who is going to betray, a betrayer. Anasema who unto you. So na huyu kwamba anazungumzia kuhusu the Judas Iscariot, na akasema kwamba heri hata mtu huyu hangesaliwa, kwa sababu Yesu alielewa kwamba judgment ya Mungu inaenda kumshukia. Inashukia nani? The betrayer, kwamba hali yake haitakuwa mzuri. So tunataka kusema kwamba katika somo letu ama siku hizi ambazo tunasherehekea, katika sherehe hii we learn, inatufundisha kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anaachilia hukumu. Ni Mungu wa kuhukumu dhambi. Ni Mungu ambaye hawezi tu kuacha tu kila kitu kaenda hivyo. Ndio sasa katika Yohana 3 tunasema kwamba for God so loved the world and he gave his only son, because the son, and whoever believes in him will not perish but have eternal life. But now he who doesn't believe, ukisonga mbele, kwamba will be condemned. So naona kwamba wapendwa, ni vizuri sana tuelewe watu wa Mungu ya kwamba Mungu wetu akiwa mzuri hivyo, lakini Mungu wetu ambaye pia huwa punishes sin. Mungu huwa anapunish dhambi, na kwa sababu hivyo ni kwamba akawa anaambia wanafunzi wake ya kwamba nao mimi hata ndivyo ninaenda, somebody has betrayed me, yes, but anasema kwamba heri, kwamba huyu mtu heri hata angesaliwa, kwa sababu hukumu ambayo inaenda kuachilia juu yake ni hukumu ambayo ni kali sana. Ukisoma jinsi ambavyo maisha ambayo baada ya Judas Iscariot kubetray Jesus Christ, he never enjoyed life. Jambo la kwanza, alirudisha hizo pesa ambazo alikuwa amepewa, na ni kwamba alichinyonga. Sasa ni kwamba nasema kwamba kuna hukumu ambayo Mungu alikuwa anaonyesha ulimwengu wakati ambapo alipokuwa anaachia hukumu juu ya taifa ya Misri, ili watu wajue kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye huwa anahukumu, anaadhibu dhambi. Si kwamba ako tu mpole hivyo, ako tu vizuri hivyo. Mungu ambaye anaadhibu dhambi. So wacha tuwe waangalifu sana ili tuone ya kwamba
maisha ambayo Mungu ametupatia hapa duniani, unaweza fanya chochote ambacho unafanya. Unaweza kukataa, unaweza yani God has given us the freedom to choose any kind of life we want to live katika dunia hii. But know that the owner, you are not the owner. Kwamba Mungu alihusika katika kuucha kwako hapa duniani, na Mungu anahusika katika kuwa kwako hapa duniani. So tunaposherekea Pasaka hii, tuichia kwamba wana wa Israeli walishuhudia hukumu ya Mungu juu ya Israeli. Na hii inafanyika kwa sababu ya dhambi. So dhambi sometimes, kwamba dhambi katika akili za watu, wakati mtu amepofushwa na shetani, akili yake huwa inamwambia kwamba dhambi ni mzuri, kwa sababu shetani huwa anadanganya mtu akajaribu kuibamba kwa njia ambayo ni kwamba ionekane kwa mzuri, so that you enjoy, unaonekana kama una enjoy. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba, je, Judas Iscariot alifurahia dhambi hii? How did he enjoy ile agreement ambayo alikuwa nayo kumbetray Jesus Christ? Alifurahia namna gani? Within a very short time, ni kwamba hiyo pesa haikumsaidia, ni kwamba maisha yake hayakuwa tena. So tunaona kwamba Mungu wetu kupitia kwa Pasaka, sherehe ya Pasaka ni kwamba inatufundisha wale watu ambao ndio hai, ya kwamba always there is always God's judgment awaiting for every sinful act that you perform. There is that judgment. Kuna ile siku ambayo Mungu anaenda kuachilia hukumu ya dhambi, kwa sababu Mungu wetu hafurahi na dhambi. Mungu anapenda, anafurahia kuona kwamba tuishi maisha ambayo yanampendeza. Mara nyingi ni kwamba watu hupenda kufanya dhambi, na wakati mtu anapotenda dhambi ni kwamba shetani ama mawazo yanamwambia kwamba unajua ninafanyako tu, ama ni kwamba hakuna mtu ambaye ananijua. Wakati hii dhambi ya Judas Iscariot walifanya, ilikuwa siri, haikuwa kitu cha hadharani, ilikuwa tu siri. Wakafanya mpangilio yao na wale Wayahudi, ni wakapiga deal. Lakini nitakwambia kwamba si dhambi inapokudanganya ya kwamba sitajulikana, ni kwamba time, Biblia inasema kwamba chochote ambacho kimefichwa kitakuja kujulikana. Sasa dhambi isikudanganya kwamba fanya tu, hakuna mtu amekuona. Judas alifikiria kwamba hakuna mtu ambaye amemuona, na ameingiza deal ya kupata pesa, but naona kwamba within a very short time ni kwamba maisha yake hayakuwa tena. Sasa mtazamaji mwenzangu, katika jina la Yesu, tunaposherehekea Pasaka hii, wacha tuchia kwamba tuchiochi ndani mwetu ya kwamba, je, dhambi kani za siri ambazo wewe unafanya, na huwa unajua wewe peke yako unajua wewe, lakini hakuna mtu ambaye anajua, kwa sababu huwa unajua kwamba huwa ninajificha. Watu wengi wanajua kwamba tu ni mzuri, lakini ninifanya tu na mtu asijue, na kama mtu asijue, hapo sasa utakuwa umepona. Ndio, katika dunia hii kuna mambo ambayo unaweza kufanya labda hata serikali isijue. Kuna mambo ambayo unaweza kufanya labda hata watu wako wasijue. Kuna mambo unaweza kufanya hata mke wako asijue. Kuna mambo unaweza kufanya hata mume wako asijue. Lakini nitakwambia kwamba macho ya Mungu yanakuona. Kuna watu ambao wakifanya deal, kwa mfano kama huyu alifanya deal ya kuongana ikaingia, lakini hakuelewa ya kwamba kuna consequences ambayo inakuja hapo mbele. Kuna watu ambao kuna dhambi kama deception. Mtu anapodanganya anaichua vizuri kabisa kwamba hatajulikana, but with the time kuna wakati ambapo utafika ambapo uongo wako huo utajiweka wazi. Na wakati uongo unapojiweka wazi ni kwamba hautasurvive tena. Na kulingana na la Mungu ni kwamba Mungu ana wakati wake. Anaweza kuvumilia na wewe ukaendelea kuwa muongo. But na kuonya mpendo ya kwamba time will come. Labda wewe ni mmoja ambao ni kwamba una survive kukula watu pesa, unadanganya watu pesa, unagumbia. Unaona wengine wasema kwamba wanaenda kudanganya, wanachukua watu pesa, wanaenda kuwapatia kazi hivi na hivyo. Yaani uongo, wanaishi kwa lugha ya uongo. But I want to tell you my brother, my sister, ya kwamba time will come when everything you do will be exposed. Ile uongo wako utaweza
kuwa exposed, na itakuwa aibu sana mpendwa mwenzangu, kwamba kuona kwamba maisha yako ambayo wewe vile ambavyo huwa watu wamekujua vizuri, wamekuheshimu vizuri, ukuja kukumbuka kwamba wewe ni muongo. Itakuwa yani wakati mambo yako yatajulikana itakuwa wazi. Kuna watu wanaishi maisha ya wizi. Mtu akiiba anaiba kwa siri. Kwa siri tu. Anajua tu kwamba wacha tu nifanye kwa sababu hakuna mtu ameniona. Lakini wacha nikwambie, iba, but time is coming ambao Mungu atakuwa ulinzi wake utatoka na utashikwa, na itakuwa aibu. Itakuwa aibu mbele ya watu, na itakuwa aibu mbele yako, na itakuwa hasara kwako. Sasa mpendwa, nataka kuambia kwamba toroka dhambi, ili ya kwamba Mungu akusaidie, kwa sababu hukumu ya Mungu si kitu rahisi. Si kitu rahisi. Wengine ni kwamba wanajificha kwa usharati. Usharati unafanywa katika siri, haufanywi katika open places, lakini inafanywa katika siri. Mtu akiwa katika dili ya usharati anajua tu ya kwamba hakuna fulani anajua. Kama mtu au katika ndoa anajua kwamba fulani hajui. Lakini nataka kuambia kwamba Mungu wa mbinguni ni Mungu ambaye huwezi kumficha. Hakuna chochote ambacho ni kwamba utafanya na Mungu akose kujua. Wakati Daudi alipo sini na Bathsheba, ni kwamba alijua kwamba ama alifikiria kwamba yeye ni kwamba hajaonekana, lakini Mungu alikuwa amemuona, na alifanya dili zote za kuficha uongo wake, ili uongo wake usijulikane, ama hiyo dhambi ambayo imefanyika isijulikane. Lakini ilishindikana mpendwa. Aliweka Uria mbele wamuue, akashindikana. Kumwambia Uria aende nyumbani alale na mbibi wake, ikashindikana. Kajaribu mambo yote mpaka ni kwamba akaona kwamba haiwezekani, mpaka hiyo dhambi ikakuja ikajulikana. So mpendwa, hakuna dhambi ya siri ambayo utajifuna useme ya kwamba hapa sasa mimi nimefaulu. Dhambi na ni kwamba hakuna ile ambayo utasema kudanganya uone ya kwamba hapa ni kufaulu. Kazi ya dhambi ni kudanganya wewe, kudanganya mimi, kudanganya mwanadamu, ili mwanadamu afunje uhusiano wake na Mungu, jinsi ambavyo ilivyofanyika kule katika bustani ya Adam, wakati ambapo Adam na Hawa, shetani alipodanganya Hawa na akafunja uhusiano wake na Mungu. So dhambi ikaingia, na ile madaraka ambayo Mungu alikuwa amempatia ikafunjika. Hakuwekwa tena. So man was demoted from the position ambayo Mungu alikuwa amemweka pale. No, and in most cases ni kwamba when sin comes ni kwamba inalenga kudemote, inalenga kususha, inalenga kuteremsha chini. Shetani anadanganya ili ya kwamba akuteremshe chini. Sasa mpendwa, judgment, kwa sababu ya judgment ambayo Mungu anaachilia juu ya uovu wote unaotendeka. It's my advice as I summarize this message ya kwamba please kwamba wacha tuachane na dhambi za siri, tuachane na vitu vya kiza, tuachane na kiburi, tuachane na majifuno, tuachane na kupuuza Mungu. Kuna watu wengine wako na kiburi, hawana nafasi ya hata kumsikiza Mungu. Please avoid that, because God's judgment is there. May you open your eyes, your spiritual eyes, and see that the way you are living today, tomorrow you may not tell what will happen tomorrow. So don't enjoy sin, because that sin will expose you and you will be ashamed, my brother, my sister. Please, as we celebrate this Easter, I advise you kwamba avoid all secretive, ile dhambi zote za giza hizo zote, dhambi zote, bribery, dini zote hizo zote ambao umejaribu kufaulu kudanganya watu, but time is coming ambapo hautaweza kudanganya. Amen. So I advise you please to repent and turn to God, and God will forgive you, and God will stand with you, na utafurahia hii sherehe ya baraka, hii sherehe ya Pasaka kwa njia ambayo ya baraka sana. So ningependa kuomba na mtu mahali popote ambapo uko ya kwamba tafadhali, kama umelemewa sana unaposherehekea Pasaka hii, Mungu ni mwaminifu, anaenda kutendea, akusaidie. Baba, katika jina la Yesu, nainua mtazamaji wangu mikononi mwako. Yesu Kristo, wewe Bwana ulikufa msalabani, na tunaposherehekea Pasaka hii tunasherehekea ushindi wako. Kuna yule ambaye amelemewa, shetani amemdanganya, aendelee katika dhambi za siri. Tunatangaza leo ya kwamba Bwana,
Siku ya leo Bwana moyo wako unafunguka kwako, naye anakubali wewe, kwa sababu akipendelea katika dhambi, katika hizo dhambi kuna wakati ambapo anaenda kuanikwa na itakuwa aibu. Bwana leo hii tunaposherehekea hii, wakati mwenyewe akajihukumu na akitoke mahali pale, akatubu Bwana, akatubu na atoroke mahali pale, na unamsamehe, umpe maisha mapya ndani ya moyo wake, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru. Amen. God bless you so much. Nashukuru sana Bwana tunapoendelea kusherehekea Pasaka yetu kuu. Endelea kuwa pamoja nasi katika vipindi ambavyo vinafuata. Tunapoendelea hii msimu wa Pasaka, tuendelee kubarikiwa na kubarikiwa tena zaidi. Amen.